Wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu kote nchini wametakiwa kutumia muda mwingi kujisomea na kuepuka kujiingiza kwenye vitendo vya vurugu, migomo na maandamano yasiyo na tija kwa taifa ambayo yamekuwa yakiwapunguzia ufanisi katika masomo yao. Wito huo umetolewa na kamanda wa polisi wa mkoa wa polisi Kinondoni, Susan Kaganda, wakati akizungumza na jumuiya ya wanataaluma wa chuo cha elimu ya biashara Dar es Salaam CBE kwenye kongamano la 3 lililowakutanisha wahitimu wa chuo hicho mwaka huu, wanataaluma waliopo na wale waliowahi kusoma katika chuo hicho. Inakuwa kama ni shule ambayo sio tena shule ya kusoma kwa ajili ya manufaa yako, lakini unasoma kwa ajili ya manufaa mwingine, kwa sababu ukiangalia muda wanaopoteza kupita barabarani, kuanza kushindana na serikali, wanatumia muda na nguvu nyingi zaidi kulikoni wanavyopaswa kukaa darasani na kusoma na kupata uelewa zaidi. Lakini niwapongeze zaidi wanafunzi wa sasa hivi. Vichwa vyao vinanasa zaidi, naweza nikasema. Wana uelewa wa haraka, na labda utandawazi umetusaidia kutokana na mabadiliko ambayo yanaendelea globally. Kwa nawapongeza walimu, na wapongeza wanafunzi, na wapongeza wafanyakazi wote. Kuna mabadiliko kwenye majengo, kuna mabadiliko kwenye mitaala, lakini kuna mabadiliko ya wasomi pia. Na sisi tunafurahi kwa sababu inatusaidia katika maendeleo ya nchi yetu. Akiwa mgeni rasmi katika kongamano hilo na mmoja wa wahitimu wa siku nyingi wa chuo hicho, Kamanda Susan Kaganda amewataka wanafunzi wa chuo hicho kuzingatia maadili na kutambua kuwa elimu wanayoipata katika chuo hicho sio kwa ajili ya manufaa yao binafsi, bali ni kwa ajili ya manufaa ya taifa, na hivyo wanatakiwa kuwa makini na kuwa mfano wa kuigwa katika jamii. Ninachoweza kusema kwa wanafunzi wa sasa hivi, swala ni maadili, na sio wanafunzi, niseme kwa wazazi. Sisi wazazi, swala kubwa ni kuzingatia maadili, na maadili yanaanza katika ngazi ya chini kabisa, mtoto tangu yuko darasa la kwanza. Wazazi sasa hivi tumekuwa na tabia ya kutofuatilia mienendo ya wanafunzi mashuleni, lakini kumbe wazazi tukijipa nafasi ya kuanza kumfuatilia mtoto tangu darasa la kwanza, sekondari, anapoingia chuo, mtoto huyu anakuwa anajua wajibu wake, anakuwa na hofu ya Mungu, anakuwa na hofu ya elimu, lakini anakuwa na uelewa zaidi wa nini anachokitaka katika elimu yake. Kwa upande wake, mkuu wa chuo hicho Profesa Emmanuel Mjema akizungumza wakati wa kongamano hilo amesema kuwa chuo anachokiongoza kimeendelea kupata sifa ya kuwa chuo bora ndani na nje ya nchi kwa kuwa kimewatoa viongozi mahiri ambao wametoa mchango katika maendeleo ya taifa. Amesema kuwa chuo hicho kitaendelea kusimamia weledi katika utoaji wa elimu hapa nchini ili kiweze kutoa vijana wenye sifa za kutekeleza majukumu mbalimbali kulingana na fani walizozisomea. Tunajivunia kwa chuo hiki. Pia chuo hiki kimepiga hatua kubwa sana. Kilianzishwa mwaka 65 kilikuwa na wanafunzi 25 tu. Sasa hivi tunazungumzia wanafunzi kuanzia 11,000 kwenda juu. Na pia masomo yamebadilika kuanzia kutoka kwenye kutoa ya certificate na diploma tu kama zamani. Sasa hivi tunatoa degree katika shahada ya kwanza. Tumeshaanza program za masters na degree za uzamili, lakini pia kwa kushirikiana na chuo cha Mashariki ya Ufini tunashirikiana pamoja kuendesha masomo ya uzamivu PhD. Kwa kwamba chuo kimekuwa vizuri sana. Kwa hiyo tunahitaji wahitimu toka mwaka 65 waliopitia chuo hiki waje waangalie mabadiliko ya chuo chao, kile ambacho kimebadilika kuanzia kwa ukukua, yani kimaeneo. Tuko sasa hivi Dodoma, tuko Mwanza, tuko Mbeya, lakini pia kitaaluma kimekuwa, kimachapisho tumetoa machapisho mengi sana. Chuo cha biashara kimekuwa ndio cha kwanza hata kufanya utafiti kuhusu fursa za kibiashara, jinsi serikali inavyohamia Dodoma, na tulikuwa na kongamano mwezi uliopita kwa hizo fursa mbalimbali za serikali kuhamia Dodoma, kwa fursa za biashara na fursa za uwekezaji katika eneo la Dodoma. Kwa hiyo tumefanya vitu vizuri sana vikaweza kujivunia kwa ajili ya chuo cha elimu ya biashara. Profesa, katika vyuo vingi vya elimu ya juu kuna perception kwamba walimu au malecturer ndio wamekuwa wameshikilia degree za wanafunzi. Kwani nyinyi lilikoje? Kuna kweli zozote mnazozipata? Hizo ni dhana tu, lakini elimu iko transparent. Kwa mfano mwanafunzi kama ana shida kwamba labda nimeonewa, anaruhusiwa kuapili na kuweza hata kuona matokeo yake, na tunatafuta mtu mwingine wa nje kuja kusahihisha. Kwa hiyo mtu anaweza kukamata degree ya mtu. Wewe pasi kwa juhudi yako mwenyewe. Wengi na wale mika namna nini wale ambao wanakuta wameshindwa kufikia viwango. Sasa ukiambiwa kwamba urudiana na hapa naonewa, lakini kwamba chuo chochote lazima kiwe chuo, lazima pewe na mchujo.
ngoja niwaambie maana. Kwa mfano kutoka darasa la 7 kwenda sekondari pale tulikaa mchujo, okay, ndio kapatikana wachache kwenye kwenda sekondari. Kutoka sekondari kwenda A level pametokea mchujo, wachache kutoka kuingia high school. Katika vyuo hivyo mwaka wa kwanza kutakuwa mchujo, wengine tutawaacha wale ambao wanafaa waende mwaka wa pili, mwaka wa pili tutafanya tena mchujo, wanaofaa waende mwaka wa 3. Sasa mwanzo watu wakawa wamezoea kwamba wewe ukishaingia tu unajua kwamba uta graduate. Nimeambia hiyo hapana. Kwa chuo hiki lazima tuweke mchujo, na tumekaza kweli nati hizo, tumekaza kila mahali. Kwa sasa hivi kuna wengi kule wamerudishwa nyuma, ndio malalamiko mengi tunayosikia namna hiyo, lakini hicho ni kitu cha lazima ili ujue kwamba kweli hapa tuna elimu kutosha kwamba lazima pewe na mchujo. Wengine wataachwa, wengine wata graduate. Sio kila anaingia hapa lazima graduate. Wale tu ambao wamequalify, ambao wanastahili kupata degree ndio watakapata degree. Kama ustahili tutakuamisha mlango kutoka tu.